Kwa tunapozungumza habari ya madhabahu za Mungu aliye hai, vile vile ziko madhabahu nazo zinatenda kazi katika ulimwengu, na tunasema tunapozungumzia habari ya imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, mambo yasiyo, lakini yanakuwa. Ulimwengu wa roho unatawala ulimwengu wa mwili. Ulimwengu wa visivyoonekana unatawala ulimwengu wa vinavyoonekana. Bwana atupe. Bwana Yesu asifiwe. Na tunapozungumza madhabahu tunajua kabisa kwamba iko nguvu, kwa maana ndivyo andiko linaposema, mahali itakapowajia na kufanyaje na kuwabarikia. Kwa hiyo kuna Mungu atendaye kazi katika madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Sema madhabahu. Madhabahu. Yako maeneo na yako majengo yanaongozwa kabisa na wanaoitwa wachungaji na wanaoitwa mitume na manabii, lakini madhabahu ya Mungu. Yuko Mungu ya hiyo madhabahu, mwenye patano na kuhani wa hiyo madhabahu. Bwana tumekwenda. Tumesema kwamba shetani anajua habari ya madhabahu. Kwa hiyo anajua namna ambayo atamweka mtu wake kwenye ile madhabahu, na watu wakaingia pale waabudu kwenye ile madhabahu, lakini wasimwabudu Mungu wa kweli. Ndipo tunaambiwa tusicheze kila kwa sababu ziko roho za Mungu na ziko roho za shetani. Halo, iko madhabahu ya Mungu, iko madhabahu ya shetani. Ziko sadaka zinazotolewa kwa ajili ya Mungu aliye hai, ziko sadaka zinazotolewa kwa ajili ya shetani. Ziko ibada zinazofanyika kwa ajili ya Mungu wa kweli, na ziko ibada ambazo zinafanyika. Bwana Yesu. Tukasema hebu tuangalie mfano mdogo wa madhabahu ya Yesu. Tumesema madhabahu inakuwa ni madhabahu inakuwa madhabahu. Amen. Tumchukue kuhani mmoja wa Kristo, tumuite mganga. Amen. Tuangalie madhabahu. Amekaa pale akiwa ametengeneza madhabahu pasipo huyo kujua, akiwa na amani na Mungu wake shetani anayemwabudu. Anatangaza kwamba anaweza akarekebisha ndoa yake. Anatangaza anaweza
kuponya magonjwa yasiyoeleweka. Anatangaza anaweza akasaidia biashara yako. Mkristo pasipo kujua maana ya madhabahu anataka kutajirika, anataka ndoa yake iwe juu, anakwenda kwa mganga aliyeweka matangazo na watu wanamsikia, wanasema hichi hata ukienda hapo unakuta yaani kila mara na anasomea lakini mimi patapata akiwa na mwana wake. Ukifika pale umekwenda kwenye madhabahu ya Yesu, ukifika sawasawa na taratibu za madhabahu, atakwambia unatakiwa utoe sadaka. Utoe nini? Utatoa nini? Utatoa mnyama. Utatoa mnyama wa rangi hii na hii. Utatoa kuku, utatoa mbuzi, utatoa kondoo ili uweze kupokea uponyaji. Na wewe bila kujua kwa mtu wako unapeleka kwa mganga. Unaambia awe na kitu umemtafuta, unaweza ukapata, unakwenda kwa mganga. Kinachofanyika yule mganga anachinja yule anachotaka ni ile dawa inalipa hai. Wewe unajua kabisa habari za Yesu, lakini umechomoka, umekwenda kuitegemea damu ya Yesu. Ukifika baada ya anaweza akachukua na ngozi ya yule mbuzi akakupigia mkono. Lakini ukimwambia kwa Yesu lazima aamini. Msifu Yesu Kristo ndiye. Lakini anakuwa kwenye madhabahu, ana ibada ya sema madhabahu. Madhabahu kuna uhai utafanyika madhabahu na sadaka. Sadaka ya kwanza ni ya damu, kwa sababu kile unachohitaji lazima kukiwa uhai. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Kinatakiwa kukiwa nini? Uhai. Ili kikiwa uhai kinatakiwa, kwa sababu kimeandikwa damu ni uhai, na shetani anajua. Bwana atupe uwezo.